Sisi ni kutoka Burundi lakini tupo hapa Kenya kama wakimbizi katika kaunti Turkana. Mmetoka Turkana? Tumetoka Turkana. Karibu. Asanteni sana, lakini pia sijui kama naweza kuruhusiwa kwanza nikusalimie. Salamu mkono tu. Mkono ya. Karibu. Yaani ni kwamba mimi nimekuona kwa ITV mwaka 2024. Nilipokuwa na kuangalia kuna nyimbo moja ambayo kaimba, lakini ni ushuhuda kwa wakati mwingine, lakini ukapitisha katika wimbo. Ni kwamba huyu mwenzi wangu tumeishi naye huu ni mwaka 11 lakini hatujapata mtoto. Lakini pamoja na hivyo mimi ni tima. Wewe ni tima? Yatima. Yatima ya. Okay. Lakini sasa hapo kambini tulijaribu kutafuta usaidizi, kuonana na madaktari tofauti, madaktari bingwa pale, lakini majibu ambayo wakatujibu ya kwamba hapa kuna matatu. Madaktari kutoka Ulaya wakasema kama UN pamoja na serikali watakubaliana wawalete Ulaya mtapona, lakini kama napo haitowezekana wawapeleke Nairobi mtapona. Mwingine akasema hivi, pesa ambayo inayoliweza kuwatibu ninyi ni pesa ambayo inaweza kutibu watu 5 wenye magonjwa makubwa. Kwa hatuoni wakitoa hiyo hela. Then daktari wa 3 akasema hivi, tuache kusumbuana hapa, sioni kama kutakuwa na usaidizi. Mje msaini tufunge kizazi. Basi pasta hiyo haiku. Kwani tufunge kizazi kwa nini? Tulimuuliza isipofungwa, nasi tulikataa. Lakini baada ya pale nikakumbuka ya kwamba kuna Pastor Ezekiel niliwahi kumwangalia kwa ITV, lakini sasa nikasikia ni sehemu za Mombasa nami sijawahi fika. Sasa nikajifikiria tutafikeje sasa, na hapo hatuna uwezo, hatuna shughuli yoyote. Watoka Burundi? Si tutoka Burundi. Hiyo Kiswahili si ya Burundi. Ni Burundi ile. Basi ni Burundi border. Sio border, ni Burundi pastor. Wapi? Aliwahi kukimbilia Tanzania. Kiswahili ya Tanzania. Hivyo sasa katika huo mwaka 2024 tukatafuta vile tunaweza kufika huku, lakini sasa ukapuku nao ukafanyeje, ukatuzinda, tukawa hatuwezi kupata hiyo nauli ya kututoa huko ili tufike huku. Nimekushaona. Lakini imekuwa tarehe 12 ndipo tumeweza kuona ofisi za UN, ofisi za serikali. Tatizo ni kwamba mnataka watoto. Tunataka watoto, hilo moja. Pili, tunataka ukatuombee tuweze kufika nchi ya 3 tubadilishe hii hali. Kwa nini Kenya ina shida gani? Kenya haina shida. Ni kwamba mtoto tunamtaka sawa, lakini kwa vyovyote tunavyomtaka hatuna ule uwezo, hatujakuwa na future yoyote. Kama mimi sina makao. Walala wapi? Ni kambini hapo, sichukulia kwamba ni maximum ya maisha yangu. Unaweza kuapply ukawa Mkenya. Hata hivyo sasa hizi ni hela itahitajika, sasa nitanunua na hela gani pastor? Mimi sina chochote. Hapana, kambini unaweza kufanya biashara zako. Mtaji sina, sijasoma. Hapana, mke wangu hajasoma. Baba, angalia. Huko nchi ya 3 hujasoma, unaenda kufanya nini? Ni kwamba nina hope kule unapopelekwa wanakupatia ile nafasi, wao wenyewe wanakusomesha, unapohitimu wanakuajili kazi wao wenyewe, sio kama hapa Afrika. Sasa hii kazi ya watu kutengenezwa kuwa mayai mimi sitaki. Mimi sipendi kuenda kuwa mzigo kwa wengine. Unajua kwa nini wanakusomesha alafu wanakupa kazi? Hawataki mzigo. Lakini pastor, kulingana na hali yangu mimi kibinafsi, ni kwa sababu nimenyonga maneno kulingana na muda. Ndugu yangu, kuna ndugu zako hapa, huyu ndugu anatoka Kongo, ni mkimbizi na mke wake wanatoka Kongo. Watakwambia huko kule unakotaka kuenda huko mataifa ya nje hakuna raha vile unavyofikiria. Mpe yule ndugu microphone.
lakini nyinyi hamwezi amini. Baba, kuna raha huko? Kwa kweli hakuna raha ndugu yangu. Nisikudanganye, nina miaka 22 kule. Hakuna raha. Pesa utakazotoa unapata, lakini zote zinakwenda. Na hautajua. Ile kitu inatatiza watu. Nipe hiyo kamera. Yule mtu ambaye anataka neema ya kutajirika, chukua kwanza. Ile kitu inatatizanga watu. Huyu ndugu akija hapa na hiyo tai ya Amerika, usikie ametoka Amerika, usikie anaelala Eden, wewe mwenyewe waanza kujiona mnyonge. Sasa huyu anatoka Amerika, mimi ni bado ni mkimbizi. That mentality is very wrong. Nyinyi kizazi cha leo munisikilizeni, hao wakikataa. Sawa? Munisikilize. Hata msiponisikilize nitawatandika mpaka msikilize. Nyinyi munisikilize. Kule mwanangu hakuna hiyo raha. Ukitoka na pesa kule ya kule, shilingi 100 ama dola 100 ni 10,000 na ngapi ya Kenya. Lakini muulize, mkate kule ni dola ngapi? Kule mkate ni dola ngapi? Kule kuna mikate inatofautiana. Kuna mikate utakutana mkate wa dola 5. Kuna mkate wa dola 7. Ile kidogo ni dola ngapi? Ile kidogo ni dola 2. Haya. Dola 2 ni shilingi ngapi? 260. Mkate Kenya ni pesa ngapi? 65. So hiyo 260 huku imekupa mikate mingapi? Na hiyo 200, hiyo dola 2 huko ya huko ni masikini ndio wanakula hiyo dola 2. Usifikirie ni uko kwenye group ya matajiri. Hiyo dola 2 huko ni nyinyi masikini ndio mkule hiyo dola 2. Wewe ukija nayo huku umefinya pua kweli. Mtoto wangu alikuwa ananiambia wakitoka ng'ambo wanakuwa na sinuses. Wanafinya pua. Good morning. Wale watoto wako wako wapi? Waliniongelesha kizungu. Watoto wanaumwa, ndio maana niko napandisha mguu. No problem. Wanaumwa sana. Nakuuliza. Wako ndani wanalala. Maji wanahitaji kwa kizungu? Waro. Hiyo ni water. Waro. Na nyinyi mmetoka huko Nyanza mnasemanga mnaongea kizungu. Mnajuanga hiyo waro? Sasa ukitoka huko ukija na waro, na mimi najua waro ni waru huku, na kumbe umenunua mkate dola ngapi ama dola ngapi, wewe ni maskini wa kule. Ukija hapa na dola 3 ukabadilisha, hiyo ni karibu shilingi 400. Uko juu kweli, kumbe wewe ni maskini. Ukikaa hapa pia maisha itakushinda, utarudi kwenye kiwango cha umaskini. Mtu mwenye akili angepata roho ya ufanisi, atakuwa tajiri hapa, atakuwa tajiri kule. Hiyo ndio maana nakuta mtu kama Aga Khan anaishi Kenya, ni tajiri hapa, ni tajiri Uganda, ni tajiri Amerika. Amen. The richest man in Africa anakaa Nigeria, ni tajiri Afrika, ni tajiri kule. Ni kweli? Hajahamia ng'ambo? No. Hakuna mtu atajenga Burundi kama nyinyi nyote mnataka kuhamia nchi nyingine. Hakuna mtu atajenga Kongo mkiishi huko. Hakuna mtu atajenga Kenya ikiwa mimi nitahama. Mimi nimepewa shamba huko Amerika, niende nijenge kanisa nikae huko. Nani? Niache mshamba na washamba wenzangu hapo. Kama nitafanikiwa nifanikiwe wapi? Hapa. Kama mimi ni bure niwe bure wapi? Hapa. Taa haiendi mahali kuna nuru. Taa inaingizwa mahali kuna giza. Leo hii ukiwa mwanabiashara hodari Kenya hii, serikali itakupa kitambulisho haraka sana, tena hata upitii mambo mengi, sababu serikali inataka hao wafanyabiashara waendeleze nchi, si ndio?
Unahitaji kitambulisho, si kwamba ubembeleze green card America. We are looking for green card. Oh my God, I've got a green card. I'm an American citizen. Nenda ukanunue huko mkate wa $2. Ni sawa na wewe kuenda kuolewa na babu. Oh, nimeolewa. Ninawaombea. Huyu ndugu hataki kusikia kile namwambia. Kabisa. Niambie. Kwa upande wangu mimi naona nina shida. Na wapa visa muende ng'ambo. Mimi nipeane ufanisi kwa wale watu. Kidogo. Utarudi tu hapa, mtapanda hizo ndege. Ndio. Ukiwa na madeni mnakuja hapa. Ndio. Mimi lakini kidogo ndugu zangu wewe kwanza nenda uniletee wajukuu kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Nimepokea. Tumezaliwa tukiwa watoto. Ndoto mbaya ishe. Wewe unaota ndoto mbaya na huyu anaota ndoto mbaya. Sasa mtazaaje? Mumeota ndoto mbaya ni kama stima imepotea. Yaani wameota ndoto mbaya mpaka stima ikazima. Iko. Amina. Iko stima? Hapana. Iko. Sija understand, nilikuwa nimehamisha mawazo kidogo. Mawazo imeenda wapi nikiuliza stima imeenda? Ngoja. Haina neno haya. Kitambo mawazo irudi, stima itakuwa imeendea mtu mwingine. Wewe baraka inaendea mtu mwingine. Niongeleshe. Tumezaliwa watoto 8, tulikuwa 9. Wazazi wako? Lakini watoto 4 wamebahatika, wao wanapata watoto, lakini watoto 4 tena hawapati. Waende wazae. Amina. Tena na ndugu yangu mwingine naye walikuwa wamemwambia ana vivimba. Huyo utambebea imani. Amina. Na pili ninaomba. Kwa nini mnataka kwenda nchi nyingine? Burundi iko na amani sahihi. Kwa nini mnamtaka kwenda Burundi? Sababu inayosababisha wa Burundi wapende kuenda sehemu ya 3 ni vita ambayo imepitika Burundi. Hakuna vita Burundi. Ndiyo, ambayo imepitika. Ilisababisha watu nyoyo kuhama na kuhamisha mawazo. Kenya tunapigana mpaka tunang'oa reli. Lakini tuko hapa hatutoki. Si ni kweli wa Kenya? Kenya tunapigananga kila baada ya miaka 5. Wewe ngoja ifike 2027. Utafikiria tumetoka mbinguni, hii Kenya si yetu. Yaani watu wanalaruliana na kuua na kumaliza. Hivi. Wakimaliza tu kupiga kura wanachukiana miezi mingapi? Alafu tena wamekaa. Mashemegi. Pili. Sio pili. Tujenge Burundi. Mimi naleta mkutano Burundi, naenda kubariki Burundi huko. Amina. Niko wa kwanza. Bwana wako hataki kupiga makofi, anataka asikie nikiongea kuhusu UK. Mimi nasema hivyo ni kulingana na ile history ya maisha yangu. Yaani kwa hapa nishakusha kujikatia tamaa ya kuona kwamba hapa sina ndugu mwingine, hata nikifa sasa hivi basi ndio mwisho. Uko na miaka mingapi? Kwa sasa hivi nina 31. Bado unatusubiri ndugu atakusaidia? Hata ungekuwa na mama atakusaidia na nini? Hata ungekuwa na ndugu mimi sasa hivi nikisema mimi ni yatima, jameni wapendwa, mimi ni yatima. Kwa hivyo watu waende walie mbinguni. Lakini ukishakuwa na miaka 23, wacha kuambia watu wewe ni yatima. Nenda ukachape kazi uishi maisha yako. Mimi nimeanza maisha hapa Mombasa hivi tu. Hivi tu. Hakuna mtu akushikilia mkono, hivi tu. Mwanaume ni mwanaume. Mwanaume siku moja ufungue mdomo useme wewe ni yatima, uone vile tutakosana. Kama wewe ni yatima mbona ulioa? Si umeoa umemwambia I love you. Si ndio? Sasa wakati wa kukula ndio utamwambia wait honey, mimi ni yatima. Tafuta pesa ulete watu wakule. Unanielewa mwanaume? Na kushauri itakusaidia. Ndugu yangu, maisha mazuri hayako ng'ambo. Mimi nienda huko, sikufichi. Na mke mzuri si mweusi wala mweupe. Mke mzuri ni roho, tabia. Na hata yule mbaya ubadilishiwa roho, anakuwa mtu mzuri. Mami, ongea na bwanako sababu
akienda kule ng'ambo atakuacha. Anatamani ufanisi kiwango kwamba atakuacha. It is not good. Ni vyema mtu awe na roho iliyofunguka kutamani kufanikiwa Mungu akimfungulia milango. Hiyo kutamani ng'ambo sana huwa ni mbaya. It means ukifika tu unaoa huko. Ndio hiyo pasa. Tukiwa hapo Kakuma, yani kulingana na majibu ambayo tulikuwa tunapewa na madaktari, ilifikia wakati mume wangu akaenda kutafuta mke mwingine. Kwa nini? Kwa sababu eti mimi sizai. Ikaniletea shida. Wewe ndio uzai ama yeye? Eti mimi. Madaktari wamesema ni wewe. Yeye ako sawa. Ndio. Na ukitoka hapa ukaenda ukazaa sasa. Sijui sasa watasikiaje. Hata UN waliniambia hivyo. Paka makazi nikayaacha. Nilikuwa nasimamia, kuna vitu wanaita zone. Nilikuwa ni zone, nasimamia zone. Hayo yote nikaamua kuyaacha. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo progression ya hiyo shida ambayo imetokea. Kwa sababu ya ndoa sasa inakuwa na shida. Ndio. Yani ilifikia wakati nashindwa nifanye kazi gani. Nyumbani hatuelewani, nikitaka kuongea na naambia. Ilifikia muda matusi sasa. Yale ambayo yanaumiza moyo hadi najisikia siko kama mtu kabisa. Nilitamani hata kujinyonga, nikasema kwa nini sasa mimi nionekane ndani ya kambi vitu kama hivi, na wakati mimi sijui hizi shida zilitoka wapi. Nenda uniletee wajukuu. Amina. Mtu asiyekupenda wakati hauna mtoto, ukiwa na mtoto atakutoroka. Narudia. Mtu asiyekupenda wakati hauna mtoto anakusumbua. Ukipata mtoto ataenda. Anachotaka si mtoto. Ile roho iliyokufunga usizae, roho inamfanya akukatae. Hata ukishapata mtoto atasema kumbe naweza nikazaa, acha niende nioe mwingine. Natamani mfanikiwe kwa jina la Yesu. Mami, mume wako hapo? Hayuko? Niko naye.